Sasa leo kuna mada moja kidogo hivi, nikaona kwamba hii inatufanya tunakuwa si mawakili waaminifu wa Mwenyezi Mungu. Si mawakili waaminifu. Kuna kitu kinaitwa talaka. Kuna kitu kinaitwa talaka. Na sasa hivi ndani ya kanisa hili la Sabato na nje ya kanisa talaka zimepamba moto. Kuna ndoa zingine zinadumu tu mwezi mmoja, zingine miezi mitatu, zingine mwaka, yani imeshindikana, wanapeana talaka. Ni kweli unaweza kumpa mtu talaka, sikatai, unaweza kumpa mwenzako talaka, japo Mungu anasema wazi kabisa kwamba nakuchukia kuachana. Mungu anachukia kuachana, hapendi. Lakini basi unaweza ukampa talaka mwenzako ukamwacha. Kuna kuachana ambako kwingine huwezi. Nitasema kama mambo manne hivi. Jambo la kwanza, ndoa ikifungwa ni ya mume mmoja mke mmoja. Sirini una mume mmoja, peupe una mume mmoja. Huo ndio mpango wa Mungu. Sema alimuumba mwanamume na mwanamke, ile Mwanzo 1:26. Aliumba mwanamume na mwanamke, Mwanzo 1:26-27. Unashangaa kwa nini hasemi ya kwamba aliumba mbogo dume na mbogo jike, tembo dume na jike, mbuzi dume na jike? Kwa nini aseme hivyo? Na mambuzi madume yapo. Anapokuja kwa mwanadamu anasema alimuumba mwanaume na mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu wana ndoa takatifu. Wanyama hawana ndoa takatifu, hawana. Na Mungu hakuumba mwanaume na wanawake au mwanamke na wanaume, kwa sababu siku hizi nimegundua pia kwamba kuna ndoa nyingine tunaita polyandry. Polyandry ni ndoa ambayo mwanamke anakuwa na wanaume wengi, ndio polyandry. Polygamy ni mwanaume anakuwa na wake wengi, hiyo polygamy. Lakini polyandry mwanamke anakuwa na wanaume wengi. Asante mzee kanisa, nakushukuru. Thank you very much. Huo sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu mume mmoja mke mmoja. Na ndoa ilikusudiwa kuwa ya milele. Yaani kama Adam asingelitenda dhambi, basi mke uliye naye, mume uliye naye angekuwa ni wa milele na milele na milele, ambako mimi sijui mwisho wake huko. Ingekuwa nzuri sana. Ingekuwa nzuri. Lakini dhambi ilipoingia, imeingiza kitu kingine tofauti, kifo. Na ndio maana kwenye kiapo cha ndoa wale wanaoapa wanasema mpaka mauti itakapotutenga. Ila sijui kwamba watu wanapoapa pale wanakuwa na akili au wanakuwa hawana, sielewi. Sio wanakuwa na kiwewe gani, sielewi. Sasa nambari moja, kifo ndicho kinatenganisha ndoa kati ya mume na mwanamke. Na ndoa ni kati ya mwanaume ambaye yuko hivyo tangu kuzaliwa na mwanamke ambaye yuko hivyo tangu kuzaliwa kutoka tumboni mamake. Maana siku hizi kuna mambo mengi yanatendeka.
Nje ya hapo sio ndoa, ni kitu kingine tofauti ambacho Mungu akiweka hapo. Sasa mwenzako akisha kukufa, akifa, sasa unabakia na mambo haya mawili, utachagua moja: uoe au uolewe na mwingine, au unaweza kama kwamba ninabaki hivi hivi, yatosha. Una uhuru huo. Ila ukiamua kubaki hivyo hivyo, tusisikie harufu zile, zisisikike, usikie utakatifu tu basi. Lakini tunashauri kwamba wajane na wagane, Mtume Paulo alishauri hivyo, wajane na wagane ambao ni vijana bado waolewe. Kwa hiyo kitenganishi cha ndoa nambari moja ni kifo. Sipendi mimi, ila sasa basi utafanya nini? Hakuna uchaguzi. Na kuna wengine ambao wanaombea kwamba huyu mwanaume atakufa lini, lakini maana hapo nyumbani umekuwa beberu asiyetulia. Wengine wasema mwanamke huyu atakufa lini? Kuna mmoja akasema kwamba huyu mwanaume, jamani, mimi nimechoka, kuasi haliasi, kufa halifi, nifanye nini? Sasa vumilia mpaka siku ya mwisho utakapotoa mzigo wako. Nambari 2, hiyo utaipata ziko pamoja, yenye iko kitabu cha Mathayo sura ile ya 19. Mathayo 19, nitasoma kama maji. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu, wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Iko katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2, hapo utaikuta mstari kama 24 hivi. Sababu mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, na ataambatana na mkewe, na watakuwa mwili mmoja. Kumbuka, unaelewa Kiswahili unaposoma Biblia. Usipite haraka. Sasa watakuwa mwili mmoja, hasema watakuwa akili moja. Ni mwili mmoja lakini akili tofauti ndani ya nyumba. Sasa ndani ya nyumba kuna wengine ambao wanafikiria sasa kwamba mke wangu lazima afuate akili yangu. Mke wako sio roboti. Mume wangu lazima afuate mipango yangu. Mume wako sio roboti, ni mtu. Ana uwezo wa kufikiri, uwezo wa kupanga. Na wakati mwingine hata wanawake wakati mwingine wanatuzidi mipango. Mwanaume yupo hapo tu. Nyumba mbele hajui, ila ni kiongozi wa nyumba, lakini nyumba mbele hajui. Mwili mmoja, sio akili moja, akili tofauti. Tukielewa hivyo, vurugu ndani ya nyumba zitakuwepo. Na ukumbuke ya kwamba huyo mwanamke alizaliwa huko Mwisenge Majita Musoma. Wewe ulizaliwa Kiera. Mmekulia huko Mwisenge, amekulia Kiera. Sasa mmekutana, mna meno 32. Hakuna mtoto hapo. Kila mtu ana background ya kwake, na huwezi kaitoa kirahisi. Kwa hiyo ni kukaa na kujadiliana na kuweka mambo sawa. Sio rahisi. Lazima mtu jifunze kunyenyekea. Lazima. Sio rahisi. Nasema sio rahisi kwa sababu sina uzoefu. Miaka ngapi sasa? Mwaka 43 niko kwenye ndoa na mke wangu. Mwaka 43. Tunaenda tu. Na sio lazima kila kitu hakikisha kwamba unapambana nacho. Kwa mjinga wa kutupwa wewe. Kuna mambo mengine unamezea. Sema kwamba hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Basi aliyounganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Hii sheria hii kwamba aliyounganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe, iko juu ya sheria zote
zote za tawala za dunia hii. Hakuna mahakama ya aina yoyote duniani ambayo inasema kwamba imewatenganisha bila taratibu ya Mungu alafu mbinguni kaikubali. Hakuna. Hii sheria yenyewe iko juu ya sheria zote za nchi za dunia hii ya leo. Mwanadamu asiwatenganishe awaye yote. Sikia hivyo, usiingilie ndoa ya watu, iheshimu. Ndoa inaheshimiwa na watu wote, usiingilie. Usiingilie. Wao wataiendesha, sisi tutawaombea. Kawaambia tena, wakamwambia, jinsi gani hata Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Ugumu wa mioyo. Na katika uzoefu wangu wa kazi miaka yote hii, wanaume tuko wagumu kweli kwenye mioyo, wagumu. Kisha kuazimia, umeazimia, huyu siwezi bwana, sitaweza kuishi naye. Umempata mwingine kule Mbagara, unaye huko. Umekapata kasichana fulani huko kana ukimwi, ndio umefanya nini? Umekapata huko Mbagara. Huyu mwanamke ni mzinzi kweli, unamsingizia uzinzi. Na si mtoto watu sio mzinzi, hata watu wanajua kwamba sio mzinzi, na ana kiburi kweli. Mimi siwezi kuishi naye, ni nuksi. Ni afadhali pilipili niweke jikoni kwenye jicho langu nitavumilia, lakini sio huyu hapa. Unamkimbilia wa Tegeta, ana ugonjwa wa Ebola. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, akasema fine, it's okay. Naambia sema, nami nawaambia hivi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine azini, na amwoaye yule aliyeachwa azini. Sasa ameikaza. Anasema isipokuwa kwa habari ya uasherati. Mtu anayemwacha mkewe nje ya uasherati halafu akamwoa mwingine, huyo mwanaume mzinzi. Na huyo mwanamke aliyekuja kuolewa na huyo mwanaume ambaye ameacha mke wake bila misingi ya Biblia, naye ni mzinzi. So wanakuwa wazinzi, uzinzi mambo leo. Sasa wanafunzi wakasema hivi, mstari wa 10, wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo haifai kuoa. Vijana ambao mimi ningeshauri kama Paulo alikuwa anashauri, vijana ambao hamjaoa bado, hamjaolewa, tulieni tu, msioe wala msiolewe. Na washauri hivyo. Mambo ni magumu. Hamwezi mkanielewa, kwa sababu kwenye ndoa mule kuna watu wanaona ndoa inakuwa kama sanduku la dhahabu hivi. Wanafikiri ndani kuna dhahabu. Kwa hiyo nataka waingie. Wakiingia kuna nyuki, kuna manyigu, kuna nyoka, kuna nini. Sasa inabidi ujipange jinsi ya kupambana humo sasa. Sasa walio kwenye ndoa wanakimbia watoke. Walio nje ya ndoa wanakimbia waingie. Sasa ninyi ambao mjaingia kwa heshima na taadhima tu, nasema ya kwamba vumilieni hadi Yesu hapo mara ya pili. Acheni mambo ya kuoa, acheni mambo ya kuolewa. Acha. Sihangaike. Kama unafunga ndoa Jumapili, mimi nakusema kwamba kesho kutwa unafunga ndoa, acha. Wanafunzi, kama mambo ya mume na mke akiwa hivyo, haifai kufanya nini? Haifai kuoa. Haifai. Lakini kama tamaa zimezidi, zinawaka, nenda kaoe, nenda kaolewe. Kama tamaa zako za mwili zimekuzidi, zinawaka, nenda kaoe, nenda kaolewe. Lakini kama umetulia kama maji kwenye mtungi, ya nini kuteseka? Chana mambo hayo. Kila unaporudi unaulizwa ulikuwa wapi? Unaenda wapi? Ile hela iko wapi? Si mambo swali kama hayo
Mimi nilipokuwa peke yangu nilikuwa sijaoa wakati nikiwa mchungaji. Nikitoka kwenye safari zangu nilipotembelea washiriki nimemaliza, chukua cha wali wangu na upika, umekuwa mzuri mbaya na kulala. Hakuna anayeniuliza ulikuwa wapi. Lakini tangu tarehe 29 Julai 1982 saa 5 asubuhi mchungaji John Moses akatamka, aliunganisha Mungu mandarasa watenganishi. Maswali ni mengi. Ulikuwa wapi? Sasa we na mimi namuuliza ulikuwa wapi? Lazima tuulizane ulikuwa wapi. Sasa kwa kukwepa maswali ya vijana, acheni kuoa, acheni kuolewa. Lakini ukizidiwa oa. Halafu akaongeza akasema, lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka matumboni mwa mama zao. Tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi. Tena wako matowashi waliojifanya kuwa watowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Aweza kulipokea neno hili na alipokee. Sasa hapa kwenye kitabu cha Mathayo yako mambo haya mawili ambayo yanaweza kufanya ndoa isiwepo, ivunjike. Uasherati. Uasherati unajumulisha vitendo vyote haramu vya ngono. Ndio uasherati huo. Kunajisi watoto wadogo, kunajisi wazee, ushoga, ulawiti, yote ni uasherati vyote hivyo. Alafu na uzinzi, hayo yanaweza kufanya ndoa ikaisha. Ukiona mwenzako ametoka nje, ukiwa na kifua kipana kizito, unasamehe, yanaisha, mnaanza upya, mnaendelea. Lakini kama kifua chako ni chepesi kama petroli, tukutane mbinguni. Tukutane mbinguni. Hivi unaona leo nakwenda taratibu sana. Unijiulize kwa nini? Kwa sababu ndio tatizo kubwa ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Tatizo kubwa mno hili. Na libeta laana ndani ya kanisa kubwa. Na Mungu, hata asira ya Mungu inakuwa juu ya jumuiya yote ya kanisa kwa sababu ya ile tatizo hili hapa. Kwa hiyo kama mtu amezini, amefanya uasherati, ndoa imeisha. Au kuna watu wengine ambao wanalala na wanyama, akala na mbwa na mbuzi na nini, vyote hivyo hapo, ndoa imefanya nini? Imeisha. Imeisha hii. Maana hiyo kulala na wanyama ni kitendo haramu cha ngono haramu. Imeisha. Kwa hiyo kifo, uasherati vinavunja nini? Ndoa. Namba 3. Towashi. Kuna matowashi ambayo amezaliwa towashi hivyo. Iwe saa 8, iwe saa 7, iwe asubuhi, iwe usiku. Jogoo hawiki milele. Basi hapo hakuna ndoa. Maana yake nini? Akikuja hapa vijana wa kufunga ndoa, pakafunga ndoa, mchungaji akatangaza ni mume na mke, bado haijafungwa hiyo, ila wamepewa kibali cha kwenda kufunga ndoa mbele ya watu, kwamba hata wakiwaona sasa kwamba hawa watu wamefunga, wamepewa wana kibali, wanakwenda kufunga ndoa nyumbani kwao. Lakini sasa kama nyumbani imeshindikana kufunga ndoa, juma la kwanza haijafungwa, juma la pili haijafungwa, juma la tatu haijafungwa, binti nenda katoe taarifa kwa mchungaji kwamba ndoa bado haijafungwa. Na ikisha kufuatilia kidhihirika kwamba haijafungwa, sasa binti anaondoka, anakwenda zao kwenda kutafuta mwingine. Imevunjika hiyo, haipo.
wasije kudanganya kwamba wewe vumilia tu, hii ni ndoa takatifu. Haiko ndoa takatifu pale, haipo. Nenda. Wakikataa kukufungia, njoo kwangu, mimi nitakufungia wa mwanamume mwingine. Na hawatafanya lolote. Maana sinajua maandiko yanasema nini. Watafanya lolote. Na kama katikati yenu hapa kuna mmoja ambaye tangu ameolewa miaka 30 iliyopita ndoa haijafungwa mpaka leo, njoo tuonane. Unaondoka asubuhi kwenda kutafuta mwingine kwa akili zako hizo anayekufaa. Kwa hiyo utowashi unafanya ndoa isiendelee. Mlioko online mnisikilize vizuri, utowashi. Nafikiri na utowashi naelewa. Kuna ambaye haelewi utowashi, mkono juu. Ambaye haelewi utowashi. Hamna. Basi umeelewa. Na mimi ni mkali wakati mwingine. Huyo towashi aliyekuja hapa akafunga ndoa akaenda nyumbani asifunge kule ndoa halisi, ikashindikana kabisa, binti nenda nyumbani. Kwa taarifa yako, siongee hewani, nimeyafanya. Unajua wengine sasa mchungaji anaongea tu, nimeyafanya sasa nikiwa katika utendaji. Huyu towashi, futa ushirika. Ameshuhudia uongo kama ni mzima, si mzima. Ametenda dhambi, tunasema molesting, amemolesti mtu. Yani anamwangalia kama amemwangalia tangu ya Mungu alivyomuumba bila kufanya kitu chochote. Hiyo ni dhambi, molestation. Futa ushirika. Na wale wa wazazi nao ambao walijua kwamba huyu yuko hivi, alafu wanampeleka huko, na wangepaswa kukalipiwa wao nao. Leta ujinga katika nyumba ya Bwana. Ila kuna matowashi wengine ambao wamefanywa na watu kwa matowashi. Najua kuna mtu mmoja hapa, sitaki kumtamka, alifanya kwa towashi. Alifanywa hapa kwetu hapa Afrika. Alifanya kwa towashi. Kama vile ng'ombe wanavyofanywa. Basi. Na kuna wengine ambao wasema kwa ajili ya kumtumikia Mungu, Mwenyezi Mungu, mimi sitaoa au sitaolewa. Ubaki hivyo. Usiguze chumvi wala sukari. Kama unaonja chumvi au sukari, nenda kaoe. Vinginevyo nafiki mkubwa wewe, mjumbe wa ibilisi, chombo kiteule cha shetani kupoteza watu. Hatuna taratibu hiyo katika kanisa la Sabato. Tunasema askofu awe ni mke wa mume mmoja. Sio akae bila kuoa askofu, awe ni mume wa mke mmoja. Asiyekaanza kuparamia wake za watu, binti za watu wanakuja kuabudu hapo. Japo mengine anaparamia pamoja kwa na wake zao. Yamekosa dini moyoni. Right. Nyingine ni kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 7. Lakini mstari wa 12. Lakini watu wengine nawaambia mimi, wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiyeamini, na mke huyo anakubali kukaa naye, asimwache. Mwanaume ambaye ana mke ambaye haamini lakini anakubali kukaa naye, asimwache. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache. Kwa maana mstari wa 15. Lakini yule asiyeamini akiondoka, na aondoke. Hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki. Hawa watu walikuwa sio waadventista wa Sabato. Sio waadventista wa Sabato hao watu hao. Wameoana huko, walifunga ndoa, wanajua walikofungia ndoa huko haina neno. Sasa wamekaa miaka 10, miaka 20. Mmoja
anapata ujumbe kwa kusoma kitabu, kwa kuhubiriwa, kwa vyovyote vile, kwa redio, amesikia kwa redio, kwa TV, vyote vile. Anasema kumbe siku takatifu ambayo Mungu aliiweka wanadamu wote waweze kumwabudu ni siku ya Sabato ya Jumamosi, sio siku ya Jumapili. Mimi kwa kweli sasa nataka nikasali siku ambayo Mungu aliiweka tangu mwanzo wa dunia, ambayo hata malaika wa mbinguni vingine kule mbinguni vinamwabudu siku ya Sabato. Mimi naenda. Sasa mwanaume anasema unaondoka? Mimi sitaki na sikuona hata siku moja umekanyaga kule. Niko tayari kukumaliza mimi. Hapo inabidi uongozi wa kanisa, mchungaji pamoja na wazee au na mashemasi kwa wakati mbalimbali waende wamuone huyo mwanaume asiyeamini au mwanamke asiyeamini, waongee naye, wamueleweshe kwamba alichokifanya mwenzako ni chema. Kuliko angeenda kulewa mambo pombe huko, ingekuwa ni shida kwako. Kuliko angeenda kufanya mambo ya uasherati humo, atakuleta magonjwa. Ni chema, atakuwa manufaa sana kwako. Akikubali basi, ile ndoa inaendelea. Ni ndoa takatifu tu ile tu, inaendelea. Lakini sema mimi nitaua mtu na atoke kabisa, mistaki, kwanza naondoka hapa, naondoke. Sasa kisha kuondoka, yule anayeamini alibakile ana uhuru wa kuoa au kuolewa ndani ya kanisa. Lakini ndani ya kanisa humu, ndani ya kanisa ana uhuru wa kuoa au kuolewa ndani ya kanisa. Right. Lakini nilichokiona nikiwa kazini na mpaka leo nakiona, kuna uzoefu umekuja uzoefu watu na hasa wanaume kukimbia kwenda mahakamani kwamba huyu mwanamke siwezi kukaa naye, siwezani naye kwa sababu ya hili na hili na hili na hili. Hakuzini, hajazini mwanamke huyo. Kwa sababu ya hili na hili na hili, mimi siwezi kukaa na mwanamke huyu, maana amepata kasichana kule nani, Gongo la Mboto, amekapata huko keupe, ila kana ukimwi. Sasa mahakama yenyewe haitumii Biblia, wanatumia sheria za nchi. Wanasema okay, basi kama ndio hivyo wanatoa talaka. Halafu akisha kupata talaka hiyo, anakuja nazungumza kwa experience, zungumzi hewani kwa sababu nimejiliwa na watu wa kama wamenijia, watu wa kama hiyo wamenijia. Anakuja, jamani, sasa mimi niko huru, niko tayari, sasa nina talaka hapa, kama niko huru jamani, mimi nataka nioe, niko peke yangu, na mwanamke tushindana na ikadhalika. Alizini? Hapana, hakuzini, lakini tumeshindana ndani ya nyumba. Yule mwanamke ni mkorofi kweli kweli, msimuone vile nje kanisani anaonekana kama ni malaika Gabrieli hivi, lakini kwa kweli ni kikorofi kile. Mwenzio nimevumilia sana, nimeteseka. Haruhusiwi. Na uliokuja kwangu niwaambia kwamba fine, hutafunga ndoa hii na mwanamke mwingine, unarudi kwa mke wako huyo huyo. Ukienda kufunga kwa serikali kule, ukija naye mwanamke na kufuta ushirika bila majadiliano, na hutabatizwa mpaka waache huyu mwanamke urudi kwa mke wako. Imekwisha. Nikanyanyuka ndani ya hosi, nikaondoka zangu safari. Siwezi kukaa kujadili mambo ya kijinga hapa. Watu wamehuka huko, wamepata uenda wazimu kwa sababu kuhangaika mchungaji mzima hapa kwa nini? Sasa nataka nifunge haraka maana nakimbia na kwenda nchi za nje huko. Nchi za nje ni mbinguni huko. Mimi naheshimu watu hawa, tunawaheshimu sana.
Elia Mtishibi wa wageni wa Gileadi, nabii, yeye aliondoka alikwenda mbinguni. Henoko aliondoka kwenda mbinguni. Musa kafuka kwenda mbinguni, na wale wafuka siku Yesu anapokufa nao wamekwenda mbinguni. Hao na waheshimu. Wewe unakwenda Canada, unasema wewe nakwenda Canada. Canada maana yake nini? Utasielewa maana ya Canada mimi. Mimi nakwenda Australia kufanya nini? Mimi nakwenda Japani ili nakwenda Amerika. Na sasa watu wanatishia sana, ukisikia wanakuja kutishia naenda Amerika. Alafu ninyi ambao mjaenda Amerika, wacha Odera yeye ameenda huko. Ninyi ambao mjaenda Amerika, Amerika ni nimeenda mimi. Hamna kitu chochote. Canada nimeenda, hamna kitu chochote. Hamna. Uingereza ndio nimekaa miaka 9. Hamna. Kwa hiyo mtu asikutishie kwamba nakimbia kwenda Uingereza, mnifanyie upesi mambo yangu ya moto. Kwenda Uingereza huko. Na ukapata magereza huko. Kama kilichotokea sasa hivi nakiona kanisani sasa, baadhi hawaendi mahakamani. Anampenda binti wa kazi pale nyumbani pale, maana amenawili, yuko vizuri sana. Akimwangalia sema, nafikiri nilikosea, ningengojea kidogo nipate huyu. Anafukuza mke wake wa ndoa wa halali. Mwanamke anaondoka, anabebana na huyu binti huyu. Sasa anakuwa ndio mke wake, anakaa naye hapo, mnamfuta ushirika. Anakaa huko nje. Kazi za kanisa anajitolea, na huyo hawara yake, sio mke wake, ni hawara yake, ni kimada wake, anajitolea kweli. Ujenzi kama huu anasema, jamani, mna ngapi hapa? Milioni 600. Milioni 600. Hakuna mambo mengine tena zaidi? Hakuna milioni 600. Basi kwa ajili ya dharura zingine ambazo zinaweza kujitokeza, mimi natoa milioni 700. Haleluya! Amejaa Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu gani? Shetani mkubwa huyo hapo. Alafu baada ya kuwahonga sasa, amewahonga hela. Jamani, naomba nibatizwe jamani. Naomba ubatizwe, tubatizwe hapa. Na wazee wa kanisa na mchungaji wao sema, lakini kwa kweli nazungumza nilikuwa kiongozi, unajua hilo. Nilikuwa kiongozi. Kwa I know what I'm talking about. Lakini kwa tunamuona kazi ya kanisa anajitolea. Ametoa milioni 700 bwana. Alafu kanisani ni wa kwanza kufika, saa 1:30 yupo. Yaani alikuwa ndio wa kwanza. Kwa kweli mtu kweli tunamuona kwamba amebadilika. Lakini ana kimada. Anakwenda kumchukua kumbatiza. Tu hujabatizwa, umeogeshwa. Umebatizwa. Aliyekubatiza kafiri, na uliyebatizwa kafiri. Tena huyo aliyekubatiza ameingizwa kwa asili kanisani, ndio akakubatiza kwa ubatizo wa hovyo huo. Sasa shukuru Mwenyezi Mungu, mimi siko kwenye kazi, lakini niko kwenye kazi nikitua tu. Wazee wa kanisa njooni hapa, mna wazee 24 wote hapa, njooni hapa. Tunazipitia ndoa zote mpya na za zamani, tunazipitia zote. Kila mmoja jieleze. Nikikuta kweli wewe una mke, sio mke huyo hawara yako, hata kama bezaa naye watoto 20 ni hawara. Nikakuta kweli unaye hapo mke wako wa ndoa wa halali, yuko hapa kanisani, hajawahi kuolewa, hajawahi kuzini na kufanya uchafu wote ule, alafu ni kiongozi wa idara ya wanawake kanisani, au ni shemasi mkuu unakula kalamu bila mjadala. Kama kanisa likikataa
Sasa hiyo nilikuwa natumia kama nikiwa mwenyekiti. Sasa kama kanisa likikataa, mwenyekiti na kamati yake hawafuti ushirika mtu hata kidogo, wala asiyeka mwenyekiti kutoka mahali popote pale sio kwamba futa ushirika huyu, futa ushirika, nileta hapa nimfute, akafuta kwa kamati yake kule. Isipokuwa kama kuna issue akaja kukaa yeye mwenyewe, akatuma mtu kukaa kwenye baraza la kanisa na karani. Kama mwenyekiti akija kushughulikia ushirika wa mtu fulani hapa, karani anayekuwa anaandika minutes hizo ni karani wa kanisa, sio katibu wa conference wala sio katibu wa field, ni karani wa kanisa. Ila mwenyekiti anaweza kukalia baraza la kanisa, mkafanya mambo yenu hayo hapo. Kwa hiyo ikishindikana sasa bila kuja na kaalia, siongee hewani, nimekaalia, unalipuka moto pop, anaondoa ushirika wa kanisa. Sasa kuna mtindo mwingine, ni watu wa Magomeni, najua mmekomaa. Ni mmekomaa, ni watu wazima kabisa, kanisa la zamani sana, karibu la kwanza pa Dar es Salaam. Mnaweza mkakataa kumbatiza mtu huyo ambaye yuko na hawala yake, mke wake yuko hapa kanisani. Mnaweza kukataa kumbatiza. Anachokifanya, anakwenda Bunda kwenye mahubiri ya hadhara. Sasa akifika pale Bunda, jamani, roho ya Bwana imenitikisa sana, mimi naomba nibatizwe. Anabatizwa na hawala yake kule Bunda, anakuwa mshiriki wa kanisa la Bunda. Halafu anakuja hapa, anaomba ushirika uhamishwe kutoka Bunda kuja hapa. Msikubali. Maana karani wa Bunda ataandika kwamba huyu ni mshiriki wa hapa Bunda, sasa anahamia huko Dar es Salaam Magomeni. Tunakuomba ya kwamba mumpokee na mumulee katika Kristo. Mkishakuwa namna hiyo, baraza linakaa alikijadili, karani wa kanisa anaandika na minta voted, mnarudisha tu wa Bunda kwamba huyo ana mke wake hapa amemwacha, huyo aliyebatizwa ni hawala kimada. Ndivyo mtakavyoondoa uovu ndani ya kanisa. Sasa ngoja nisome hii kidogo. Nasoma kwa lugha ya Kwazima, sio lugha yangu. Lugha yangu mimi Kinyakyusa, ya pili lugha yangu ni Kiswahili. Ndio lugha zangu ambazo najivunia hizo, na hakuna nchi inaweza kuendelea bila kutumia lugha yake. Sasa kwa lugha ya Kwazima, katika kitabu cha Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorce na Ellen G. White, anasema grounds for divorce, sababu za talaka. Grounds for divorce. Adultery is the only reason for divorce. Uzinzi ndio sababu pekee tu ya talaka. Uzinzi, narudia, uzinzi ndio sababu tu pekee ya talaka. No more. A woman may be legally divorced from her husband by the laws of the land, and yet not divorced in the sight of God and according to the higher law. Unaweza, mwanamke anaweza kuwa ametalakiwa na mumewe kwa sheria za nchi, lakini mbele za Mungu bado ni mke wa huyo jamaa, maana hajazini. Kwa hiyo wote ambao mmeacha wake zenu na wake zenu hawajazini, hawajafanya nini, mmewaacha, mmeoa wengine hapa, hao sio wake wenu, hao ni mahawala wenu. Na nakwambia ukidondoka sasa hivi, ukadondoka tu na huyo hawala, pio boxi jehanamu. Ndio baada ya wanafunzi wasema kwamba kama mambo ya mtu na mke yako namna haifai kuoa. Na ndio bwana anasema vijana, tulieni. Kama haja kwenye mtungi, tulia.
acha kuoa, acha kuolewa, fanya shughuli zako, mbinguni utaenda tu, kwa sababu mbinguni wanakwenda vijana, wanakwenda wazee. Narudia, wote wengine wako online kule, maana mmezoea tu kwamba ndoa kitu kizuri, kinapendeza, kinavutia, si namna gani. We huko uliko na kuambia hivi, wewe ni candidate wa jehanamu, ni mteja mtarajiwa wa jehanamu, kwa sababu ya ndoa hiyo ulionayo hiyo hapo. Sababu pekee ya mtu kutoa talaka kwa mwenzake ni uzinzi, period. Naambiwa there is only one sin, which is adultery, which can place the husband or wife in a position where they can be free from the marriage vow in the sight of God. Dhambi moja tu ambayo ni uzinzi ndiyo inaweza kuacha huru kutoka kwenye ahadi za ndoa. Hawa mama wengine, kwa mamangu hampendi, babangu, kaka yangu, shangazi, mjomba, si nani hawampendi, kwanza chakula apiki vizuri. Kama apiki vizuri, nenda kapike wewe jikoni. Kwani kuna mahali imeandikwa kwamba mwanaume apike chakula? Mwanamke ndiye apike chakula peke yake? Kapiki. Iliandikwa wapi kwamba mwanamke ndio apige deki ndani ya nyumba faagi? Imeandikwa wapi? Niletee sasa. Nenda kapige deki kule. Utapunguza na uzito wa mwili wako. Unapopiga deki namna hii, uzito unapungua mwilini. Maana si una mazoezi, itakuwa ni zoezi hilo. Naona wengine nasema kwamba hivi mchungaji ana Roho Mtakatifu kweli huyu? Hayo mimi hayanihusu. Kinachonihusu ni kukuambia ukweli kama ulivyo katika Kristo Yesu, ili ujiandae kwenda mbinguni, maana Kristo Yesu atakuja hivi karibuni. Kwa nini ufie kwenye dhambi hiyo? Na najua kuna wengine nasema yule ni mwasomora bwana, usijali wewe, usijali. Si kuna wengine mnawahonga. Unamhonga bwana, nifungie ndoa bwana, na hii ukanunue suti 500, ukanunue suti, na hii namna gani nifungie ndoa naye, kwa kuwa naipenda hela, njoo nikafungie. Mnakuja hapa pepe, upumbavu mtupu hapo. Tena kwamba although the laws of the land may grant a divorce, although the laws of the land may grant a divorce, yet they are husband and wife still in the Bible light, according to the laws of God. Hata kama ingawaja sheria za nchi zinaweza kutoa talaka, lakini kwa sheria za Biblia na mbele za Mungu bado ni mume na mke, period. Kama utaki kuongoka jioni ya leo, nenda jehanamu kwa amani na kwa usalama. Mtakutana na ibilisi huko, maana jehanamu limeandikwa kwa ajili ya ibilisi. Kwa hiyo mtakutana na ibilisi huko, mtajadiliana kwamba ilikuwaje bwana mwenzako anifanya namna hii, afu baadaye kwa majivu. Hii ni testimonies on sexual behavior, adultery and divorce, ukurasa wa 78 mpaka 79 ndiko nasoma hapo. Nimequote hapo. The Adventist Home, Narenji White. Still married in God's sight, although divorced. A woman may be legally divorced from her husband by the laws of the land, and yet not divorced in the sight of God and according to the higher law. Oh yes, there is one sin, which is adultery, which can place the husband or wife in a position where they can be free from the marriage vow in the sight of God. Although the laws of the land
may grant a divorce, yet they are husband and wife still in the Bible, right? And according to the laws of God. Fanya matengenezo. Mwana wa Mungu Yesu Kristo aliahidi kwamba atakuja mara ya pili, anakuja kweli. Lakini akikukuta na ndoa hiyo au mauti ikikukuta na uhusiano huo, umejimaliza mwenyewe. Umejihukumu mwenyewe, ni wa kupotea milele. Kosa mbingu kwa sababu ya kijinga. Sema enyi wajinga, hata lini mpenda ujinga wenu? Mithali 1:22 hiyo. Geukeni nami nitamwagia roho yangu. Mungu anasema namna hiyo. Usikubali mashauri ya watu ambao vichwa vyao vimeharibika. Kubali mashauri ya maandiko matakatifu. Ninajua kwamba inauma. Maana umekaa na mwanamke wa miaka 7, miaka 8, 10. Na wewe mwanamke ambaye amekuacha, usihangaike, tulia hapa. Mbane kabisa mpaka aende jehanamu. Hata kija kukuhonga, ninaomba basi ukaolewe, naomba kaolewe. Sasa kuna wengine wanasema kwamba kweli mchungaji, mimi nilikuwa nimefanya hivyo, sasa nitarudije kwa mwanamke yule maana ameolewa? Nitarudije kwa mwanaume yule maana ameoa? Hapo sasa bakia hapo wala usiondoke. Maana moja kutoa moja ni sifuri. Huwezi kurudi kwa ameoa, basi bakia na huyo mwanaume, bakia na huyo mwanamke, maana mwenzako ameshaolewa naye kule tayari. Baada akakungojea miaka 3 atarudi, hujarudi, basi ameolewa huko, basi baki na huyo. Lakini kama hajaolewa na kama hajaoa, wewe ni mteja wa jehanamu na kupotea milele katika uhusiano huo wa kijinga na kipumbavu. Upo hapa, hata kama utawapa wazee wa kanisa pesa, unapoteza bure. Utawapa wachungaji pesa, na mara nyingi sana wenye shida sana ni matajiri. Wenye shida sana ni matajiri. Kwa sababu maskini anaweza kubadilisha wanawake, anacha kubadilisha wanawake. Kwanza wakimwangalia sasa kwamba huyu naye huyu hapa, kwenda kupata shida ya nini huko? Wewe umevaa kaptura na ndala moja ya kijani, ingine ya blue. Mwanamke anataka kuangalia kwanza, wewe muone huyu. Ngangana na huyo aliyekubali katika hali yako hiyo. Kwanza sijui hata wala hawakuoni, lakini matajiri wale magari mazito ma VX yale ya milioni 400 likipita pale ungurumi. Hata njuki akipiga baba anaunguruma, lakini wana shida hao. Ndio wenye kubadilisha ndoa, kubadilisha wanawake kama nguo. Wanafikiri Mungu ampatie utajiri kwa ajili ya mambo kama hayo. Kumbe Mungu ampatie utajiri wasapoti kazi ya Mungu, wasapoti watu masikini. Halafu unakuja na hela zako hapa, mchungaji Mwasomora, Bwana kubariki sana. Nimeona kwamba pole bwana, ili gari lako hili nachangia mafuta kidogo, mnachangia mafuta kidogo. Si unajua Mwasomora akili yake mbovu, kwa hiyo namweka sawa, kwa hiyo nachangia mafuta kidogo. Nisaidie mafuta kidogo mchungaji, milioni 10 nisaidie mafuta hiyo. Alafu kuna kiwanja kule Mbagara, nacho nitakupatia. Toka hapa. Ibilisi mkubwa we. Kwa taarifa yenu, mimi nawashukuru sana. Shukuru sana uongozi wa kanisa, umenipatia pesa ya kuweka kwenye mafuta. Ndio hiyo basi. Naweka mafuta kwenye gari langu hilo, pesa hiyo ndio hiyo basi. Tena nimepewa 500,000. Imetosha. Sitaki kusikia kitu cha aina yoyote. Na nikikisikia moto utawaka. Si mnajua ni mwehu. Hivi bado hamjagundua kwamba mimi ni mwehu? Hamjagundua ni wazimu? Hamjagundua? Sasa kama hamjagundua, leo jioni hii au kesho mchana fanya kitu cha tofauti na nilivyoagiza. Taimba wimbo mpya. Mimi nikuja kwa kazi ya Mungu hapa kwa ajili, sio kwa ajili kukusanya vizawadi, kwa mke wako mpelekee, hii kupelekee pumbavu.
nafanya kazi ya Injili, nikimaliza off I go. Mzee wa kanisa, karibu kwenye shughuli yenu. Mimi nimeshamaliza.